kwamba Betty uko na dawa ya hawa watoto. Hata jinsi walivyo, wengine ni slow learners, wengine ni gierere, wengine ni talent mingi, lakini Mungu aliamini kwamba Betty uko na dawa yao katika jina la Yesu. Mesa skate. Mesa skate. Mesa usidharau. Mungu aliamini wewe ndio utaweza. Huyo Al-Qaeda. Na itafika siku moja atabadilika katika jina. Lakini sasa mzazi ukipoteza matumaini kwa mtoto, mwalimu amepoteza matumaini kwa mtoto, huyo mtoto amejipotezea matumaini mwenyewe. Sio mtoto amekufa. Magiko bego. Mkoma kwa tingi mtazi matumaini. Hakuna mtu akona matumaini kwa huyo mtoto. So tunasema kwamba ujiamini. For you to unlock your success, you have to get this thing called self-respect. Self-respect. Karibu ni wakubwa. Hawa ni watu walijiamini na wakaamilika. Hii maafya unaona hapa hivi si afya ya bure, ni afya ya mtu alijiamini. Na hakuna kitu fake. Hii ni real body, hii ni real body. Ni real body. Unajua sasa wengine wana fake, lakini this is real people. Yaani mtu ambaye anajiamini kwamba Mungu alimpatia everything that you need to be successful. Yaani Mungu alikupatia kila kitu yenye unahitaji, silaha zote zenye inakufanya wewe mwenye Mungu alimuumba, you have it na uko nayo. So self respect. Kuna kitu kingine inaitwa setting goals. Nilikuwa naambia boys juzi bwana. Kuna strike yenye ilifanyika shule fulani. Ndio wanafunzi hata karibu mnakuwa wanyama. Yaani maajabu. Wamechukua kapakota principal. Wanaenda wanasema tu saa kalakangejo saa 6 na Game Boy. Wazee, hey. Wanashika matawi sasa. Wazee, mtega one principal. Ati huyu principal ni ovyo. Huwezi jua kwamba Mungu alimwamini. Kia Mungu kwamba huyu mwalimu Jepcoin ndio atawaweza kwa miaka hii 3. Lakini wale wazee toa. Jepcoin toa. Wanashika matawi. Wa mama. Hey, wazee. Wakaenda wanachukua sasa kwa principal alikuwa ametoroka. Wanakimbia nyumba ya Prince ametoka. Kumbe Mungu akamsaidia nani? Mungu alimficha Prince. Yaani vijana wakafika tu Prince hayuko, wakapata laptop, wakaipa nini? Alafu sasa wakachukua nguo. Sina kabisa ile watu wamekuwa wanyama kidogo. Wanachukua nguo na si sweater, si jacket, walichukua nguo hizi. Inaitwa pantili ama inaitwa hii hapa. Pants. Yaani wakachukua hizo. Alafu wanakuja wao kwa miti ya bendera. Yaani Mungu. Yaani kabisa ile nyingine. Unajua kuna hii shot kidogo na kuna ile nyingine. Lakini waliweka yote juu. Mungu nikasema hao wamekuwa wanyama kiasi. Wewe unataka uniambia iko na baraka? Kitu kama hiyo iko na baraka. Si ni laana tu unajitafutia. Yaani na sasa wanasema tuchome. Na hata kwao hakuna udibaro na anaanza kuchoma gari ya Brisco. Tuchome. Hapana. Wewe ni wa dhamana bwana. Kuna mambo ambayo unafaa kuavoid for you to succeed. Isizuie maombi yako, isizuie baraka yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Vijana, let's turn our lives on. Tuseme kwamba we have to unlock our blessings. Kama kuna vitu ambaye shetani anatupa. Unapata maboys bwana kiko nyama. Mpaka juzi ninafanya Maria counseling. Kumbe boys watoka kama wanaanza ngale unajua walipewa kalamu. Hakuna boys ana kalamu. Mungu alipewa kalamu. Wanaanza kuandika kwa kalamu. Mtu ameandikia kalamu yake akiwa form 1. Ameandikia kalamu, anaandika. Yaani mpaka anafika form 4 anaanza kuoa. Tunafanya hiyo ni ng'atumi. Kumbe kuchikira aliandika kalamu tangu class 1 anaandika kalamu tu kwa hiyo kalamu. Wanafanya harusi, wanaenda honeymoon. Akiita honeymoon anaona hiyo ni ng'atumi honeymoon. Wanataka kule kalamu kiko sire Josephine, kiko sire Vile, kiko sire ngo. Yaani wanasema kiko alijiua. Yaani he committed suicide. Unapata kwamba mtu alijinyonga mwenyewe ukakufa. Yaani Mungu alikuamini kwamba wewe utafanya ukue successful. Very. Yaani Mungu alikuamini kwamba yenye alikupatia utatumia kukua successful. Wewe unaanza kutumia nini natia kalamu, Rebecca atia kalamu tuna. Sasa kile hizi tufanye harusi, honeymoon. Kile kisiwe, Jovri Jeff, anaitwa Jeff huyo Jeff. Tulete kalamu basi. Kwa nini kalamu? Kiwa kalamu ile haribika ilikufa kitabu. Yaani unapata kwamba alijiua. Alikufa. Kule kiko mmekosobe, alikufa. Kime. Sababu Mungu alimwamini kwamba nimekupatia hizi rasilimali, nimekupatia wisdom, nimekupatia macho, nimekupatia mwili ya kujichungia ufaulu, wewe ukaamua kujiua. You are committing suicide. Wewe. Hebu kila mtu ujichunge. Mungu alikuamini kwamba wewe uko na kibali ya kujitunza na kuweza kutumia kila kitu Mungu alikupatia ufaulu, sio kuanguka. Amen. Uliza mwenye na yeye unajijenga ama unajibomoa?
Wewe wazazi, hao watoto unawajenga ama unawabomoa? Jenga mtoto wako. Mungu aliamini kwamba uko na rasilimali zote za kutumia kujenga huyo mtoto. Amen. You have everything. Wewe usiseme sina kitu, sina hii. Uko na kila kitu unayohitaji kumjenga huyu mtoto. So set your goals. Kuwa na goals mzuri. Yaani ukisema kwamba nimeamua kwenda mbele, unaamua kwenda mbele bila kurudi nyuma. Kama lion akiamua kwamba ninaenda mbele. Wanasema kwamba Proverbs chapter 28 verse 1 inasema sinners run when no one is chasing them, but the righteous are bold as lion. Amen. Yaani nasema ati wakora they run when no one is chasing them. Hebu kila mtu sema sinners, weka pembe, weka pembe bwana. Sema Proverbs 28 verse 1. 1 2 3 go. Wazazi ongea Proverbs 28 verse 1. Sema 1 Proverbs 28 verse 1. Aya sema sinners, kila mtu weka sinners, weka pembe namna hii sinners. Aya sema sinners ni wengine, sema sinners run when no one is chasing them. Sema but the righteous. Sema but keep seated. Sema but the champions. Sema are strong as a lion. Nani anasema kwamba atakubali kukaa upande ya sinners? Hakuna. Sisi wote tunasema tunakaa upande ya lion ambaye ni focused, ameset goal, akisema nimeenda kwa swara. Lion akiamua ni swara, anasema huyu ni swara na nitaendea. Hata sungura ikikuja, lion hawezi angukia sungura. Lion akiwa anaenda kwa swara, sungura ikikuja hawezi angalia sungura. Kuna wazazi wengi wameona mtoto wao ni swara, anasema tupambane mtoto afaulu. Lakini sungura inapita hivi. Watoto wengine wako hapa wana target A. Lakini sana ame target A, hiyo ndio A. Ana target C+. Ndio anaendea. Lakini kupita hapa hivi anakutana na sungura. Kuna mtihani mwingine kisa alisema mimi nataka kwenda kwangu. Hiyo ilikuwa December. Nataka kwenda kwangu. Mimi nikaambia wewe ulikuwa unafaa kufukuza antelope. Lakini saa hizi unafukuza sungura. Mpasa sitaki kujua. Sitaki kujua. Unajua kama kuna msichana, kuna kitu ngumu ni msichana mwenye anataka kwenda nyumba yake. Ni kama mtu anataka kwenda Saudi Arabia. Horom ni hawa wasikizi. Nikaambia ukae kweli Jeli, ukae Jeli. Ilikuwa ngumu. Sasa Jeli akaamua akaoleka huko Bartolimo huko huko ndani. Kufika huko sasa njaa inazidi. Sasa nilimsaisai, mama anasema wewe basta ngololji, yige birkiko wagin, amepigwa lakini aziki. Yeye mwanataka nyumba yake, leni matukijo. Mimi kijo sayo kijo, mimi kijir kule wewe ndio kijir. Hata kijir ana nyumba, matiyo kutoka matinya ngota, yani ni mtu tu useless. Akaleja kijir, amaja kijo naenda tu. Alienda kweli. Alienda yenye inaitwa kuenda chini ya maji. Alienda Januari chini ya maji. Lakini Januari ilipita, February ikapita. Lakini March alienda juu ya maji, lakini alienda kupigwa iko ya konda. Konyone akakuja juu ya maji, akikuja sema basta huyu ikibara ale kisi ulienda chini ya maji, ukuje chini ya maji, lakini kurudi anarudi akitangaza msimamo vile yote ilijua alikwangwa. Lakini siku alienda peke yake. Alipoteza focus. Ambia mwenye nakana never lose your focus. Never lose your focus. Unakata tamaa. Bado unapata mtu ana discourage mtoto wake. Unapata mtu anaona mtoto wake ni kama hawezi faulu. Tutafaulu katika jina la Yesu. Let's set our goals right. Amen. Setting example ni kitu kingine pia. Ya kuset example kwamba nikuwe mfano mzuri kwa mtoto yangu. My mother is my example. Mimi ninampenda. Sometimes mimi ni kijana mnaona hivi. Hata nimekuwa Nairobi karibu sasa hivi miaka 3 hivi nikiwa pasta Nairobi. Napata warembo wanapita. Najua bado niko mdogo, mimi hapana mbaya. Tuko na makonda hizi si yuko mbaya sana. Sasa lakini mimi nikiona challenges mama yangu alipitia, huwa ninakemea tu hao walobeti. Amui wanataka kunipoteza, nimefaulu, nimeenda mpaka karibu ninafaulu. Lakini shetani analeta kamiti tu. Hai. Sasa wanaanza kuita Nathan leo, kesho anasema Nash. Nash. Ninajua hii ni shetani. Nasema hii ni shetani. Ninakumbuka mama yangu aliteseka, alistruggle. Ninakumbuka siku nikiwa form 3, my mother alikuwa anakaa. My mother kukiita chika peke yake, alikaa tu peke yake. My mother matinye chini torati. Mzee kimetabo kisirika mzee. So alituchunga peke yake. Unafika sasa na melon kwa Kenya Women. Kenya Women ilimsaidia. Anashika loan ya Kenya Women. Anafika half term. Sisi tunafika half term, kumbe Kenya Women walikuja wakachukua. Yesu keka teta ng'ombe yetu mmoja alikuwa anaitwa Cheboy. Yaani haitu mwezi wa ina half term kabisa alijimadei. Mnyone Cheboy. Akasema ikialda Cheboy sasa lebana loan yake kicha kusomane. Yaani hiyo kitu iliniunga tumbo. Yaani kibara kabisa nikasikia vibaya sana. Yaani akasikia mwana kwa lei. Yaani madai kialda Cheboy kabisa. Kialda Cheboy. Yaani ni ng'ombe wa peke yake makitinga sese mami ngokya ka Cheboy tinenge. Hatuna hata ngokto tu. Yaani imeenda Cheboy.
Hao watu walikuja wakachukua Jeboit, wakachukua sofa hata sofa haina cushions, yani walichukua sofa ya mbao, yani sofa wakachukua radio hata ile ya compact. Yani walichukua kila kiani, hao watu walisafisha nyumbani. Yani kitu mimi nikasema nikakata tango hapo kwamba I will never let down my mother. Nikaona my mother amepata finonda. Akira alipiga finonda moyoni. Nikasema mimi nitakuja kutibu na kuponya hizi finonda. Wewe hata siku ya leo huyo mzazi anapitia finonda. Kuna wazazi hapa wako na ulcers, wako na stress. Wewe ndio dawa yake katika jina la Yesu. Amen. Usikubali alie mara mbili. Usikubali kwanza mimi nafanana na baba yangu sana. Sasa kinga hapo nikifanya makosa ananiona. Mimi nafanana na baba yangu sana. Kopiro pap akotesu waje kwa kufanana na baba. Yaani unafanana na baba. You are lazy. Yaani alistruggle sana, lakini mimi nikasema my mother alikaa peke yake akatulea sisi watatu bila kuongeza watu wengine. Yaani kiribate mpaka saa hizi my elder brother ni daktari, mimi sasa unaona ni mchungaji na ninaongea na nyinyi saa hii. Anaamea tu. Yaani si mimi success ama mnaniona aje? Yaani mimi nasema tu kweli my brother my sister, mama yako amestruggle kwa sababu yako. Wewe usimwangushe. Wewe simama imara na uwe dawa ama daktari yake ya kutibu finonda ambayo iko moyo wake. Amen. So mzazi set good example. Mama yangu alisema that's why hata hawa leba kuja haina mimi siwezi sikia. Sababu naona hii inataka ifanye mama yangu aanze kulia tena. Siwezi kubali. Watoto wangu ninalea. Sababu sitaki wapitie yenye mimi mwenyewe. Mama yangu alisema example mzuri. Nikasema sitaki wangu wapitie kitu kama hiyo. Lakini ningetaka wazazi unakaa tu nde. Unakunywa na watoto. Yenye kutima yeye ako watoto. Unakutana na watoto wanakuona ukikunywa. Wewe unataka uniambie huyo mtoto ataokopa nini ukikufa? Ukikufa leo si ataendelea tu kufanya vitu vyake. Lakini what if mzazi Mungu akupeleke? Ndio mtu Jehova sahi. Wewe utakuwa umeacha huyo mtoto kwa njia yenye anaweza jisimamia. Anajimbeta vituko vityo. Ningimbeta lako inakuwa kama mayatima sababu hawawezi kujisimamia. Mama, hebu jikaze. Funga mtu Jehova anytime hata watoto wako wakikumbuka kule man amejua Gilgei nebo my mother. Nataka nijikaze kwa heshima ya mama yangu. Lakini kama ulikuwa chambazi, utakilgei tabongo. Wewe ujikaze kuwa mzuri, kuwa mfano mzuri mzazi. Nengi mande hata ukiwa when you are away, hata mtoto akiwa university, akitaka kufanya vituko, anakumbuka mama yake. Hawezi kuja kukua na kiburi ya kudharau mama. Anasema kwamba nitafanya kitu mzuri ya kuweza kuheshimu mama yangu sababu ya heshima ambayo yeye amejipatia. Amen. Lakini ukionyesha picha mbaya, sasa unaona watoto wanaenda mpaka wanadharau tu. Mzazi amekaa vibaya, yeye amekaa vibaya, mzee anakaa vibaya, kila kitu imekuwa mbaya. Tunakuwa na rotten society. Rotten society ambaye hata saa hii wanafanya vituko yenye hata unaogopa kusema. Vitu yenye sisi tunasema nao vijana tukipatana, juzi nimekuwa shule nyingine, wananiambia vituko, vitu ya ajabu yenye watoto wanafanya. Na sisi tunakaa tu nde kile kale generation, hii ndio generation ibenda akaini kakuone Mungu, kuone Mungu ama umepea shetani akuja aingilie maisha ya watoto. Mpaka wengine hata hapa sasa wanafanya vituko yenye wewe. Yaani mtu amekupatia, Mungu amekupatia nafasi ya kukuja kusita hapa kushine, wewe unatumia hizo kujaribu. Mimi nasema siku ya leo, able to create good examples to others and even to yourself. Amen. Ndio hata watoto wenu wadogo wakiwaona wanakuwa na heshima. Waseme tunakataka kukaa kama fei. Lakini kama fei ni mkora, hata watoto wengine hawatakuwa wanakuheshimu. My brothers, my sisters, we have chance to be good examples. Ambie mwenye sana be a good example. Ya second last ni kitu inaitwa support. Mwalimu amesema kitu mzuri hapa. Kitu safi sana. Akasema ama ilikuwa nani? Ilikuwa PA. Amesema tutoe kitu kidogo ya vitabu ya watoto wetu. Hata si ya games kit. Unajenga kwa miskin ndio sema ucheze nne hata hana talent. Zizeje sawa sana. Lakini sasa hii ni ya vitabu yenye tunakutia shule. Alafu uko na nguvu ya kulala. Kikure kamati ya roho chafu. Yaani mzazi mwingine wewe sikia, kuna mzazi alisikia hiyo kitu na akafurahi. Na mimi nashuku hii Maragwe yangu alifurahia. Maragwe wako na roho safi sana. Hawezi lalamika sababu ya shida alipitia. Lakini sasa hao wasema wewe hiyo panea tukulo yote ni ya nini? Na mwenye anasema sasa hizi wataenda wafike gate. Walishin kama naye mjikole ya huyo prince majazo kwam wala hata huyo mama magero akipesa lego mwaita yo amagi. Huyo ni kamati ya roho yako, shetani anatumia
anaenda gate hapo anakusalimia. Ukipata ambia shindwe siadani. Mtu akikwambia saa hizi nje ati hiyo pesa yote ni ya nini? Ambia ni ya dhamana ya mtoto wangu. Ambia mtoto wangu is very expensive even than 1000. Kwa siri hiyo yote ni ya nini? Hiyo yote ni ya nini? Sababu mtoto wako ni wa dhamana. Amen. Be a good example. Kuwa mtu hata wazingine anafika nyumbani anaambia mtoto, "Kale ineto kama sasa vile walimu wanafanya introduction ile safi kama saa ile." Walimu safi sana, warembo wazuri, handsome men, young men, handsome young men. Wenye wako cheza na maisha. Wako hapa tu. Halafu mama mmoja ananiambia, "Kale chiri ineto kama kaitenden, huyo mwebamba anawafunza." Mnaelewa kitu kweli? Amuelewi. Najua amuelewi. Yaani ati huyu hata alishindwa kusema jina yake. Inaitwa kama ngiyo, oelewa ni man. Moelewa ni ndio. Makoromia. Mpaka mtoto sema makorome man. Yaani unamharibu, unakuwa poison ya kuweka sumu mtoto yako. Hapana. Wewe siku ya leo kuwa mtu ambaye una encourage mtoto wako badala ya kupatia sumu, pea dawa katika jina la Yesu. Ambia tutafupi. If my mother angejikaza, ndakima ikile my mother kukuonesha advices ya kororon, sisi hatungekuwa hapa. Kama wewe yurani. Kitu kingine ni kujisimamia pia mwenyewe. Nilipokuwa nimemaliza tu kikata kition kukurene. Form 4, mimi nilifanya form 4 2010, class 8 2010. Nikafanya form 4 2014. Nilipofanya form 4 mimi nilikuwa na maoni ya kukuwa pastor. Na mnajua hii kazi yetu haina pesa mingi. Sasa nilikuwa na kamrembo yangu anaitwa kamrembo yangu tu alikuwa shule fulani. Akaniambia ulipata ngapi? Mimi nikamwambia nilipata C something. Akasema mimi nilipata B. So anaenda university. Mimi nikamwambia sasa mimi naenda theology. Theology ni kazi ya Mungu. Unajua kitu aliniandika? Aliniandika message mbaya. Akaniandikia, akaniita Nash. Hiyo jina Nash imetoka mbali kweli. Akasema Nash siuenda hata ya veterinary. Yaani kwanza aliambia ati siuenda yaani alitaka niende ya AI, ya kuweka ng'ombe AI hapa. AI. Niwache ya Mungu, niweke ng'ombe AI. Hapana. Na unajua ni maoni mzuri, si eti ni maoni mbaya. Veterinary ni kazi safi, lakini sasa si maombi yangu. It is not my gift. Hati basi siuende ya kama ndani yetu sasa yani hata ningekuja kweli hapa kuwea ng'ombe hata veterinary kuna veterinary amesema mama wana wajini mnakaa chini kusikia veterinary kaza onye bayai alafu mimi nikaambia siwezi mimi nitaingia Bible College. Akaniandikia tulikuwa tunatumia mbele kama mwizi inaitwa Itel. Akaniandika mimi na sadaka no. Nikashangaa sadaka imetoka wapi? Mimi nikawacha yeye. Ukisema ukiwachwa wajika. Mimi nikawajika na nikakuja kabisa Bible College 2015. Nimemaliza 2014, results ikatokea 2015 na nikaenda Bible College 2015. Yaani liwe liwalo nikaingia kabisa peta. Kufika hapa mimi nikasema hata kama ule alinidharau, nitajikaza. Ala gilige. Ako nikinya kirore cho, gilige. Nikajikaza. Lakini sasa kufika wiki ya pili hivi nikaona kama mrembo tena. Nigure si mbaya, mrembo kapana mbaya. Sasa mimi nilikuwa natoka Marakwet kama huyu jamaa yangu. Marakwet hatuko na hiki kitu inaitwa Soviet ni hii ya kubanguzia mkono karta tissue na gibuje usemena Soviet. Mimi sikuwa najua. Sasa nikafika kwao, akasema pastor karibu. Mimi nikasema le Jehova wewe ngoma yani kabisa. Akasema sasa mimi nikafikiri Soviet. Hii ndio Soviet. Au ni Soviet wewe? Hii ni Soviet. Akasema sasa hakushika. Akasema sasa mimi akaoni na wewe mkono hapo hapo unakole. Akasema no pastor, do you mind to use Soviet? Mimi nikafikiri Soviet ni aina ya chakula kama spaghetti ama nini. Oleji mimi ninakula kila kitu, kila kitu. Akaniwacha nikawachika tena mara ya pili nimewachika. Nikawachwa mara ya pili. It was painful. It was painful. Nikawachwa ya pili. Lakini Mungu aliye mbinguni, Mungu ambaye anapeana zawadi kwa watoto wake, Mungu ambaye anajibu maombi, akanituma nikiwa Tatia, akanituma Bomet. Mahali inaitwa Cheptalal, Makokosiek. Nikapita Makokosiek naenda kwa hiyo Cheptalal. Kufika hapo nikashikwa na ugonjwa unaitwa Mulielu tonsils. Yaani mimi nikasema Jehova, nimenileta hapa nikuwe mgonjwa tonsillitis inanisumbua. Nikakimbiza hospitali. Kufika hospitali, usiku wa manane madaktari wanatafuta veins.
Mimi nasema Mungu kweli, nimekuja kwa kuhubiria watu wa Kipsigis, lakini Mungu amenipea ugonjwa. Ni chunguni Jehova, nicho. Kejeng veins, au wamenipiga wanapiga mkono, wanatafuta veins, hakuna. Mimi kasema daktari hajui soma ni manju awali soma kweli ama nini. Kupiga asubuhi, Mungu aliye hai akanijibu maombi yangu. Yenye ule mwenye aliniambia sadaka no, huyu wa Safiet wote walinichekea. Lakini Mungu kumbe akajibu. Asubuhi na mapema mimi mara kwe mgonjwa niko Bomet, niko tu kitanda ninalala kama hayati. Ninalala kabisa kwa kitanda. Yaani nikasikia high heels tong tong tong. Nikasema bas. Hayati medikole kuona ni mrembo juu ya warembo kandi ya warembo. Hata kama nilikuwa mgonjwa nikasema mimi nimeona. Yaani nikasema Jehova kweli umenileta kutoka mbali. Usiniwaje mimi toa Jehova. Mimi toa kabisa Jehova. Mayani akakuja na karatasi zake akasema wewe ndio Nathan Rotich, nikamwambia ni mimi kweli daktari. Sasa naona ta Markwedi na tu unajua sasa ukiwa mgonjwa unakuwa mweusi vizuri sana. Akasema akaniambia nasikia ulihudumiwa jana au kusaidika. Nikamwambia ni kweli sikusaidika jana. Akasema sasa leta mkono nikusaidie. Sasa mimi naona kale kimeto akasema ngotuye bijoto ko migi moye nelelen. Wow. Aliposema leta mkono nikasikia hiyo kitu wow, ole huyo Mayani nikafanyia mkono. Yaani aliposhika tu mkono hivi veins yote ikatoka, yani yote ikatoka. Mpaka ya kichwa, veins yote ikatoka. Yaani ungetaka vein kila mahali ilikuwa ishatoka, yani vein ilikuwa. Nikasema Jehova kweli Mungu ametenda. Wale kusengwe agonda mayana lakini kwa agonda mayana asabe ngulielu tonti. So unajua nilipona, ndio wanasema God's time is always the best. Nikapona na nikapelekwa Kimenyi kwa reta chama, nikaenda kwa chama. Siku moja asubuhi tukapingana na pastor mwenye tuko tama na yeye kwamba sitaenda, kuna day school ilikuwa hapo. Kulijua ali Pastor Agustin suende, ile siende, mimi nilienda juzi, siendi, mimi nikamwambia aje niende basi. Mimi napenda hata student ministry, aje mimi niende. Kufika njiani nikiwa kwa pikipiki, nikaona nasiwini ule mrembo. Nikamwambia kita pikipiki msikisinde tono. Na nikamwambia habari daktari mzuri, akakuja. Sasa hiyo nilikuwa nimejitunga vizuri. Unajua siku ile nilikuwa mgonjwa, huwezi omba mtu ukiwa mgonjwa. Sasa hizi nimekaa vizuri sasa, niko decent kabisa, si mbaya. Akakuja, akasema habari, kumbe unakuanga pasta. Nikamwambia mimi ni pasta. Akasema ulipona. Nikamwambia sasa shetani naye akaingia kwa huyu mtu wa pikipiki. Anafanyia pikipiki. Nikaona hii ni kamati ya rojavu kabisa, lakini siwezi kata tamaa. Nikasema kama siku nilianguka kwa ile ya veterinary ananiambia AI, nikaanguka kwa ya Safiet, lakini hii mtu wa pikipiki usikizinde magoiwe. Huwezi haribu hii. Nikaambia daktari, sasa sababu ya mtu wa pikipiki anapiga kelele, si unisaidie namba ya simu ndio ile ugonjwa ikirudi nikupigie simu. Hatukuongelea ugonjwa mpaka 2019 mwezi wa 9 tukafanya harusi na yeye ndio bibi yangu saa hii. Patia makofi tonzi mulie looting, sababu bila mulie looting mimi singekuwa na bibi. Kazi ya kupoteza matumaini. Never give up. Ambia mwenye unakana never give up. Ambia never give up. Watu wengi wazazi wamepotea sababu kwamba wanakata shortcut kwa maisha. Ukidharauliwa leo ujue kwamba kesho Mungu atafungua njia katika jina la Yesu. Wakikudharau leo hata kwa shule yako, hii shule ndogo ambayo tuko saa hii, hata idharauliwe kwa njia gani, ni hao watoto ndio wata disapprove. Yani wata prove those people wrong kwamba nyinyi mlisema hatutafaulu na Kipsigis Day inafaulu ikishine na kufaulu hata zaidi. Wanaitwa kamati ya rojafu, ambaye unasomesha mtoto yako, unaweka mtoto day school kama hii, anasema tukiende la kwa Kipsigis, anaweka mtoto Kipsigis hata hiyo shule anakuhesabia kiri kule kiri na babu lipsi alikuwa Kipsigis kinyorne makinyorti nyomasi anakuhesabia. Yani mtu anakuja kwa nyumba yake, anakuja nyumba yako kukuhesabia watu walianguka. Hawezi kukuhesabia mwenye alipata sibila, saa anahesabu ule anasema megere. Unajikaza mtoto anapita. Huyo kamati ya rojafu atakuja tena. Mtoto anasema anatuma mtoto yake. Tep kala kanyo hata la kweke na so Kipsigis enda uliza. Anatuma mtoto mdogo. Mama Fei alikuwa na ngapi? Kumbe sasa hiyo Fei alipata B+. Sasa ameambia Mungu ametenda kweli. Ambia mama Fei alipata B+. Sasa anakimbia anafika home. Anasema mama, ulisema Fei tule anasoma Kipsigis hawezi faulu. Imagine amepata B+.
Unafikiri kamati ya Rojavu atapongeza? Ataambia mtoto rudi. Enda sikia alisema B ama D. Wewe ndio usikia. Hawezi kata tamaa. Hawezi. That's why ni hasara ukikata tamaa mwenyewe. Ambia mwenye nakana yeye usikate tamaa. Usiwezi sababu huyu kamati ya Rojavu hawezi atasema kidogo mtoto anafaulu akaenda university anasema university ngotari university getevena kidogo mtoto fei anayemaliza university wanapata first class honors anasema unafikiri hawezi kuja graduation? Atakuja graduation huyo kamati ya Rojavu. In fact atakuwa number 1 kulipa bus wala kulipa ni wazo kabisa. Anakuja kuona kama ni kweli alipita ama ni kweli hata labda jina hakuna. Anasema mamia kwa kaine je loloktet no je TikTok ali je TikTok jot nyo gogo nyoru mangio ngeba kitigegeriki twende. Wanakuja kufika mtoto wako akatangazwa kwamba alipata first class honors. Skip akasema Mary, so Mary ulisikia alipata ngapi? First class honors. Unafikiri kamati ya Rojavu watashangilia? Watasema kule tuo hapo sahihi hii Kenya ya sahihi ukipata first class honors kuna gazi kweli? Mami gazi, hakuna gazi. Kidogo mtoto anakuja Kericho. Watu ya garon jirio tinaenda tuyo kama gazi. Kile la kwa ngeti nyeneo kule la kwa ngeti anaingizwa kazi ya procurement, anapata kazi ya account. Anapata 150,000 kwa man na maruburubu. Anaanza kutangaza kwa vile fee amepata 150,000 kwa kazi tuyo kama kazi. Kile na hata 150. Unafikiri kama tayari Rojavu atafurahi? Wale 150,000. Fee pare pesa itaua. Hiyo pesa itamua. Washindwe katika jina la Yesu. Yaani sisi tunafurahi yeye amepata kazi, yeye anasema pesa itaua nani? Haiwezi uua katika jina la Yesu. Mtoto atafaulu. Kidogo anaanza kuona yeye ameshine, akona gari yake kidogo. Ile magitu ni no goje sango ya. Kidogo mtoto anashangaa ile kagitu njila lako. Probably. Anaoleka wapi sugoi? Ile sugoi kama ngao. Ile wewe tangane tupja kujiki ngao. Kujira ruto. Ameoleka na relative ya Ruto. Harusi kibendi bwana. Akina Josephine hao kama watakuja harusi, unafikiria wanakuja kutafuta makosa tu. Makosa tu ikifanyika maybe mchele, chumvi ikachagwa mchele. Ukiuliza jioni kaune harusi na bave kole chumjo kitia chumjo. Hawezi leta ripoti mzuri. Analeta tu ripoti mbaya kale chumjo kitia chumvi. Washindwe katika jina la Yesu. Wakimbe yani ngotumie tumda veitwe hiyo anaimba kwa line yani ngotumie tumda anasema yani ngotumi kwa nini moyo ni yani ngotumi moyo. Washindwe katika jina la Yesu. Ambia mwenye nakane never give up. Ambia usikate tamaa. Kuna mzee mmoja hapo kata tamaa alikuwa anaitwa Waljore. Alikuwa anaitwa nani? Waljore alikuwa mzee tu anaishi kwa jamaa fulani ndio imenye bora poyo wake nyo. Hasa alikuwa amefika 42 years. Hajapata bibi. Kako yosi kito ana nguo, ana chochote akona leso tu anajifungia ile leso ya kujifungia. Sema unajua ile leso ya Maasai ya kujifunga hivi. Au kanabe kibini, anashika kibini. Hiyo ndio blanketi yake, hiyo ndio nguo yake, hiyo ndio kila kitu yake. Sasa siku moja wazungu, sababu kwa kile maru wa Jehova, Mungu halali, ambaye unataka naye Mungu halali. Wazungu kutoka Korea wakakuja. Hakotoona unagole wewe. Kama uko hapa na unaweza kukimbia na uko na 40 years and above, tunaenda uwanja Jumamosi Kiside na mwenye atakuwa number 1 atapewa gari, shamba, pesa na kila kitu. Sasa kila mtu alisikia, akina Billy alisikia, akina Charles walisikia, wote walisikia. Akina Tena wote, akina ngozi kila mtu lakini mtu mwingine alisikia hiyo ujumbe, si mwingine bali jamaa yetu anaitwa nani? Akasema ati kuna nini? Kwanza akaona mpaka kwa Alisi kuna duvet, akasema basi hajaiji kunika duvet kwa akasema hiyo uwanja nitaenda. Kufika uwanja sasa ikafika Friday hiyo Saturday. Nyamax. Akina Philip wako akivyozo kiwani sema tu Philip boyot kwa kitinga hivyo kwa boyot. Lakini kufika sasa hapo kumbe Waljore alikuwa anachungia mtu ng'ombe. So hakufika uwanja. Lakini alikumbuka kufukuza ng'ombe saa 12 akafukuza yende forest. Ndio arudi akuje uwanja. Alifika tu hivi wanasema Nyamax. Waliposema set, wanataka kusema go. Akatokea kwa fence ndio anafika ametoa jasho. Wale watu fukuza raia wakimsita fukuza. Lakini mzungu akasema no kama ni mwenda simu si aingie tu, hawezi fanya nini? Hawezi maliza race, ni round 8 huyu hawezi maliza. Akaingia Waljore wakaanza sasa fresh. Honda Max Waljore jamaa yetu ako ndani.
Hakuna mtu anamshangilia except Mungu peke yake. Anasema Mungu unione. Watu wanasema Philip, Benina, ngo. Hakuna mtu alishangilia Oljore. Bas, hata Oljore hajui kuhesabu. Anakimbia tu eni ya ule, anakimbia tu. Yaani hajui kuhesabu, lakini aliambiwa ukisikia filimbi ujue basi ngikasikia filimbi iwanye nguvu ya mwisho. Bas. Sasa Oljore anakimbia tu bora asiwachwe, anakimbia tu. Lezo inafanya tu. Inasaidia kwa ventilation. Lezo inasaidia kwa unajua yako na advantage moja, lezo inasaidia ventilation, anafanya tu nende pole pole. Kufika anasema mbona haishi? Kufika round ya 7 sasa, kukata kona akasikia filimbi. Akaona mbele yake, akaona ni jamaa anaitwa Aaron na Philip. Sasa akasema sawa. Akashinda Philip. Akakuwa namba 2. Alafu sasa kuna kona moja sasa akakata. Shetani naye bigure kamati ya roho hapo akakata ile kipini. Unaona ile kipini ilikuwa hapa. Na Oljore ana nguo nyingine kwa ndani. Na sasa ni namba 2. Oljore akaona nguo mwili nyeupe, yani mwili ni nyeupe pepepe. Wamama wanafunga watoto majogere kwa nyakla kufunga. Maajabu Oljore ana nguo nyingine, hana yoyote. Na ameona kiraka, alafu akaona duvet ikiinuliwa hivi. Na mbele yake ni vile hapana. Oljore akasema niweze nikaokota kiraka na niwaje mambo mazuri. Kuna wamama wengi wenye wanaokota kiraka. Badala ya kuona mbele wanaokota kiraka. Oljore akasema siwezi fanya nini? Watu hakuna mtu anamshangilia. Oljore akasema hata msiponishangilia wewe. Hata watu wasipokushangilia kwa kusida enda mbele katika jina la Yesu. Oljore akasema hata msiponishangilia, hata msiponisifu, mimi ninaenda. Sasa Oljore akaamua sasa mwenye ako mbele ni Philip, karibu anakanyaga kamba. Oljore anakimbia, mwili inafanya tu namna hii. Watu wasema wakaribu huyu Oljore, huyu ameleta aibu. Lakini Oljore akasema liwe liwalo. Oljore akaenda hivyo, watu wasema huyu. Sasa kuna Philip alikuwa karibu anakanyaga kamba, akafanya makosa moja. Akafanya makosa inayoitwa kusikia maneno ya watu, sababu anasianga mbona watu hata kiavyoze yenye ashangilii, mbona watu wanafanya nini? Wanafunga macho. Sasa akaona mbona watu wanafunga macho? Mbona watu unajua yeye peke yake kwa uwanja hajaona nyuma. Akafanya makosa ambayo inaitwa kuangalia nyuma. Ukitaka kufaulu kwa maisha usiwahi angalia nyuma. Philip alikuwa karibu anakanyaga kamba, lakini akasema mbona hamunishangilii? Karibu nikanyage kamba na hamunishangilii. Akasema mbona? Akasema wacha nifanye nini? Wacha ni confirm. Niangalie nyuma. Kuangalia nyuma, akakutana na mwili ya Oljore inakuja kama hivi. Akastuka. Alipostuka Oljore akapita. Na Oljore akakuwa number 1. Patia makofi Oljore. Ambia mwenye anakana yeye usikate tamaa. Ni wangapi wanasema tutafanana na Oljore kwa maisha yetu? Mungu awabariki sana na wainue. Asante. Barikiwe sana.